Sasa alivyokuja asubuhi, alifika kagonga mara 3 hapa. Akaona mlango haufunguki. Akagonga tena kaita mlango haufunguki. Yaani mpaka kautikisa namna hii. Mlango haufunguki. Akaamua kutoa pazia namna hii. Alivyochungulia hivi ndio mtu kajitundika kwenye kamba. Yeah. Mtazamaji wa Jux Media Group, niko hapa mtaa Mkunduge, kata ya Tandale, ambapo asubuhi ya leo kumetokea tukio. Kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Paulo, anafanya kazi ya bodaboda, amekutwa amejinyonga katika chumba hiki hapa. Tumeweza kuzungumza na mwenye nyumba wake pamoja na majirani na mwenyekiti wa mtaa. Wamesema wameamka tu asubuhi wakakuta tayari kijana amejinyonga, lakini ameweza kuacha usia kwa mpenzi wake, ambapo ametaja baadhi ya vitu kama bodaboda akabidhiwa bosi wake, lakini pia amesema yeye amejinyonga kwa hana shida na mtu na wala jamko. Sasa mimi kwa majina naitwa Neema Gerard Joshua, niko hapa Tandale. Huyu alikuwa ni mpangaji wangu mwenzetu. Mimi asubuhi naamka kwa sababu tangu jana alikuwa ni mgonjwa. Alivyokuwa ni mgonjwa akazidiwa, tukamwambia aende hospitali. Alivyoenda hospitali akarudi akawa ni mzima, anatembea kabisa, mpaka nikamtania nikamwambia, bamko naona unafungua mlango. Kasema, unaendelea vizuri. Kasema kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu unaendelea vizuri. Kwa hiyo alijafika ndani, chumba chake ndio hicho. Alijafika ndani, mtu wake akampikia chakula, akaniambia akaenda kuoga mwenyewe, akarudi. Alivyorudi hivyo, yani ndio hivyo akala. Alivyomaliza mimi nikarudi nikamwangalia, akawa anaendelea vizuri kabisa. Sawa. Kwa hiyo asubuhi kuamka ndio nikaja kuitiwa na mtu wake. Mama Catherine, njoo. Ni sawa, kuna nini, kuna shida? Mimi nikatoka nikaja nilikaangalia kweli, nikachungulia pale. Mtu kweli kajiweka kwenye kamba, kwenye shuka. Tunaona ni shuka kabisa limening'inia. Nikamwambia lakini tusifanye chochote kitu. Niende nikamuite mjumbe. Nilivyomuita mjumbe, akaja na yeye akashuhudia, akatusaidia kumuita mwenyekiti. Kwa hiyo ndio hivyo mambo yakawa yakaendelea hivyo, wakachukua vipimo, ndio kama hivyo mambo yamekuwa mpaka mpaka hospitali tena. Huyu ni mpangaji wako, ameishi na wewe kwa muda wa takriban, nadhani ni kama mwaka sasa. Alikuwa na changamoto yoyote? Changamoto yake ilikuwa hamna, ni kama hivyo magonjwa tu madogo madogo, maana alikuwa anadai ni kichwa, alikuwa anadai na kiuno. Sasa hiyo namshukuru Mungu, alienda hospitali akapata matibabu, ndio hivyo kaendelea vizuri, akawa anakuja mwenyewe. Pengine nje na hiyo ugonjwa alikuwa anakupa taarifa yoyote kuhusiana na changamoto anazozipitia? Jinsi alivyokuwa ananiambia kweli Mama Catherine, hali yangu ni sio nzuri sana. Najisikia vibaya, mjuzi nienda hospitali, akawa ananiambia hivyo. Lakini namtia moyo, namwambia haina shida, utakaa sawa. Umeona? Hivyo yani. Nikamwambia bamkwe usifanye nini? Usijali kwa sababu mimi niko namuita bamkwe. Kwa hiyo ndio kama hivyo, nikamwambia usiwaze, utakaa sawa. Hivyo akitoka kirudi akienda hospitali lazima niage. Kweli alikuwa ananiaga, namwambia sawa, haina shida. Akipata dawa za malaria UTI ananiambia nimepimwa malaria, nimepimwa UTI, nimepata dawa, anipa hapa kwenye dozi. Nakushukuru sana. Asante sana. Ongea kikufiku nafanyaje? Sasa alivyokuja asubuhi, alifika kagonga mara 3 hapa. Akaona mlango haufunguki. Akagonga tena kaita mlango haufunguki. Yaani mpaka kautikisa namna hii. Mlango haufunguki. Akaamua kutoa pazia namna hii. Alivyochungulia hivi ndio mtu kajitundika kwenye kamba. Yes. Ambao ndio kachukua shuka. Maana yake nadhani humo ndani hamna kamba. Angekuwa kamba angechukua kamba. Kachukua shuka na liona limezungushiwa tu namna hii. Ipo shingoni. Poleni sana. Asante sana. Naitwa Bahati. Bahati, wewe ni nani yake na marehemu? Mimi kama mchumba wake, nakujaga na kuondoka. Nini kimetokea? Alikuwa anaumwa. Jana nimpeleka hospitali. Sasa leo itabidi turudi tena hospitali.
Sasa mimi jana nilivyorudi alikuwa anaendelea vizuri. Mimi nikaondoka zangu nyumbani kwa sababu sikai naye. Kwa hiyo asubuhi ninavyokuja nagonga mlango ufunguki. Itabidi nipande kwa juu ndo nakuta mtu kajining'iniza. Pengine ameweza kuambia nini sababu kabla kulikuwa na mgogoro wowote? Yaani alikuwa analalamika kichwa kinamuuma sana. Na ndio hivyo usia wake umeonekana anasema kajua tu mwenyewe kwa mapendekezo yake. Kuna ujumbe wote alioacha? Ndio usia wake alioacha. Ulikuwa unasemaje? Akasema nimejua mwenyewe kwa kupendekeza. Mwenyewe sijashauriwa na mtu. Aliwahi kuzungumza na ndugu yake yoyote kuhusiana na changamoto hizo? Ndugu zake wako mbali. Wameweza kupata taarifa ya jambo hili? Yuko njiani ndo anakuja. Sijaweza kumwambia yuko njiani. Mwili uko wapi kwa sasa? Hospitali. Hospitali gani? Mwananyamala. Pole sana. Naitwa Ahmed Juma Musa Mtimbe, ni kamanda wa serikali ya mtaa wa Mkunduge. Sawa kamanda, ni kitu gani ambacho kimetokea katika mtaa wako? Mtaa huu kilichotokea katika huu mtaa, kuna mwananchi wetu katika mtaa amejinyonga. Nini sababu ya kujinyonga? Pengine kama labda uliweza kushuhudia. Sababu sisi ya msingi kabisa hatuna, ila tumekuta na mpaka ujumbe kaacha kwamba hili jambo litakuwa alikuwa anatembea nalo, kaacha ujumbe ambao kaandika kabisa, mke wangu utanisamee. Na mkewe bahati mzuri ni kama mchumba hajamuoa, niseme, lakini mkewe kwa sababu ndo anaishi naye. Yeye kila asubuhi anakuja, amekuja mnamo saa 12 asubuhi ndio akakuta hilo tukio, akatoa taarifa pamoja na wapangaji, wakamwambia mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa kanipigia simu mimi kamanda, nikaja hapa katika eneo husika. Yeye mwenyekiti akawapigia viongozi wa kiserikali ambaye afande wetu OCD. Afande OCD naye akafanya ushirikiano wa kuwapigia wahusika wengine ambao madaktari wa kipolisi kuja kukagua. Lakini tukio rahisi zaidi kabisa kwamba huyu marehemu kwa sisi hatujui undani zaidi, sababu kaacha ujumbe mpaka anasema mke wangu nisamee, hiyo pikipiki yangu mrudishie bosi wangu, na deni langu atalipa huyo mdogo wangu. Ni nani mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa kwamba huyu kijana atakuwa? Mtu wa kwanza ndio labda kama yuko ni wapangaji wenzake, na wanavyosema kwamba wao wakifika huwa ndio mtu wa kwanza wanamgongea wao kama wamechelewa, kwa sababu hiyo nyumba ina geti, wanamgongea yeye ndio huwa anawafungulia. Yeye ndio anawafungulia huo mlango, wanaingia ndani. Hili ni tukio la ndio kwenye mtaa huu. Katika mtaa huu hii ndio tukio la kwanza. Pengine kama kamanda labda ulikuwa unafahamu changamoto zinazowapata kabla ya tukio hili? Hapana, mimi sifahamu changamoto zote. Ila nilikuwa najua anaendesha pikipiki, na pikipiki katika uchochoro kuingilia kwao alikuwa anaipaki hapo, anaingia ndani kwake na anatoka. Ni mtu ambaye amekabidhiwa dhamana ya chombo cha pikipiki, anaendesha na wala hakuna kusema ana changamoto yoyote ile. Nini ushauri wako sasa? Mimi ushauri wangu iko hivi. Iwe unaumwa, uwe una msongo wote, wasema wanaita msongo sio mawazo, sio stress. Cha muhimu zaidi tungepata hata watu wa saikolojia wangekuwa wanatembea katika ofisi za serikali mtaa, ili wawaambie watu wa serikali mtaa wanapofanya ile mikutano, wenye vitu wa mitaa ijulikane, je, bwana makamanda vipi, hapa tunamkuta mtu fulani kikaa kule amekaa na umwa sijui koja tatu kimsemesha watu mwele, unakwenda yule mtu kidogo anapewa ushauri, sababu hili jambo ni jambo kubwa sana katika kibinadamu. Mtu mpaka unachukua maamuzi ya kujinyonga, yani tayari kiakili kuna vitu vishaama. Lakini angekuwa amepata ushauri ingekuwa labda ingemsaidia. Yani wao wenye viti hawa wanapofanya mikutano, jamani, kesho nitawaita watu au wananchi wangu katika serikali ya mtaa wenye vitu kero binafsi ambazo sasa kuongea hapa kwenye mkutano, labda ingesaidia. Asante. Kwa majina naitwa Saidi Mmisho Saidi, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mkunduge, kata ya Tandale, wilaya ya Kinondoni. Katika mtaa wetu tumepata changamoto. Kuna mwananchi wetu ambaye kwa majina anafahamika jina la Paulo amejinyonga. Sababu kujinyonga, hii Paulo alikuwa ni mgonjwa wa kifua kikuu,
jana mpenzi wake pamoja na baadhi ya majirani walimchukua wakawa wamempeleka hospitali. Baada ya kurudi hospitali, kama kulikuwa na changamoto kidogo 2-3, wakajaribu kuwasiliana na baadhi ya ndugu zao kutoka Iringa. Ndugu zao wako njiani, jana usiku saa 3 usiku ndugu zao wako njiani wanakuja Dar es Salaam. Lakini baada kama kufika asubuhi ya leo nimekuja kuamsha sala alfajiri. Nagonga, mwenyekiti kuna changamoto gani? Hebu naomba twende nyumbani mara moja pale tukaone. Nafika pale naangalia nakuta kwamba kuna changamoto kama hiyo, nikasema jamani kwamba sababu hili shauri changamoto tuhebu kutoa taarifa sema vyombo husika kama hivyo, naona ndugu zetu waandishi wa habari mmefika. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ilikuwa kwenye mtaa wetu leo. Lakini marehemu kwa kweli alikuwa ni mtu ambaye mkarimu sana, ni kijana bodaboda, ni mtu ambaye mcheshi, ana changamoto yote na watu, kila mtu anampenda, na kwenye mtaa wetu mpaka sasa hivi hapo toka amie almost anafikisha miaka 2. Kwa hiyo mtu ambaye hana shida yote. Lakini sasa kilichotushangaza zaidi, kwa nini ameamua kutumia maamuzi ya ghafla. Lakini pia marehemu ameacha usia. Ameacha usia kwa mpenzi wake. Mambo kwanza pole sana. Lakini pia mimi nimeamua kufanya maamuzi yangu binafsi. Naomba pikipiki yangu mumpe bosi wangu, lakini pia hiyo deni ambayo fedha niliyoandika hapo tuliokopa jana, naomba ndugu zangu watailipa. Chanzo ni ugonjwa. Kwa sababu ilikuwa ni mapenzi kwenye usia wake, hakuandika vibaya. Amemwandikia tukumtakia kila laheri mpenzi wake kwa maisha mapya atakayoanza nayo. Lakini pia kwamba yeye ndio maamuzi ambayo ameamua kujichukulia. Lakini unajua makabila wenzetu huwa na maamuzi haraka. Kwa hiyo mmoja ameona kujinyoa wake ni suluhisho kusolve matatizo yake. Lakini hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inakuwepo. Lakini tofauti na hapo, kwa kweli hakuna changamoto yote. Marehemu sio mkorofi, sio mlevi lakini tunashangaa tu kwa nini mfano maamuzi yake. Kuna ndugu yake yote ambaye ameweza kufika na kusaidia. Hapana, ndugu yake hamna ambaye alifika zaidi mpenzi wake. Na mtu wa kwanza kutoa taarifa ni mpenzi wake yeye mwenyewe ambaye anafahamika kwa jina la Bahati. Bahati Ramadhani. Yeye Bahati ndio amekuja, Bahati Hassan Ramadhani. Yeye ndiye amekuja kuona taarifa. Kuja moja kwa mimi wake ni jirani yangu. Kutoka nyumba yangu mimi ninapokaa hapo ni nyumba ya 3. Kwa baada ya kuona taarifa akaja kwangu kugonga na zora fahamu, mwenyekiti bwana naomba uje kutusaidia. Vipi mgonjwa amezidiwa? Akaambia hapana. Kuna mambo mengine yamebadilika, vitu ndio kaone. Ndio najaribu kutoka nje. Nafika pale najaribu kuwapigia baadhi ya viongozi wengine. Tunafika tutashuhudia, tunaona kama kweli tukio ndugu yetu ameenda mbele za haki. Mimi ni washauri kitu kimoja wananchi wangu na pia na Watanzania kwa ujumla. Kuumwa kifua kikuu sasa hivi kinatibika. Na ndio maana serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amezidi kuongoza nguvu katika mahospitali yote, ukienda mahospitali, madhanati. Sasa hivi kuhusu changamoto ya TB sio kama ilikuwa zamani. Ndio maana kuna siku ya TB duniani. Lakini pia kwa sisi kwa Tanzania tuna hospitali kubwa ya TB iko kule Moshi. Kwa wagonjwa wote hata TB kiasi gani. Sasa hivi serikali yetu ya awamu ya 6 imejipanga sana kuhakikisha wananchi wake wanakwenda kupata huduma sahihi. Unaona kama Mheshimiwa Rais ameongeza bajeti kubwa kwenye swala zima la afya. Kwa kuonesha kwamba sisi wa Tanzania wananchi wake anatuthamini na anatupenda zaidi. Kwa mimi niseme ndugu zangu, kuumwa sio kufa. Unaweza kaumwa, lakini pia kuna baadhi ya changamoto ukiwa nayo, jaribu kushirikisha hata baadhi ya majirani, baadhi ya viongozi wenu, watu wangaika. Hivi vitu vingine ni kupeana tu ushauri. Kwa mimi naomba sana ndugu zangu, kwa pamoja sisi tupambane pamoja kuhakikisha afya zetu zinazidi kuwa sawa. Asante. Kutokea katika mtaa huu wa Mkunduge, kata Tandale, mimi ni Joseph John, Jex Media Group.